Filemon, mimi nimeokoka na mpenda Yesu sana. Halafu sasa nimeoa, kwa hiyo usione maono. Niko kwenye wiki la wakaka na wadada. Na mke wangu anawasalimia. Amen. Nilikuwepo hapo ulipokaa toka 2015, 2018 nikamaliza na mimi chuo. Shahada yangu ya kwanza, na ninamshukuru Mungu kwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ninaishi nyumbani kwangu, alafu sio mbali, mimi ni jirani yenu. Niko hapa Kasanga. Hivi Kasanga si tunapafahamu Na mimi nipo Kasanga, ninaishi hapo. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa maskani hapo. Na sasa tumekuja kujifunza neno la Mungu. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa kunikaribisha, na ninawashukuruni sana pia viongozi wa wadada na wakaka kwa kukubali. Bila shaka mwenyekiti aliwashirikisha na kuweza kunikaribisha kuwepo hapa. Nilikuwa na mambo mengi, nilimpigia simu mwenyekiti mara kadhaa na muuliza ratiba kama naweza, lakini namshukuru Mungu nimepata nafasi kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sasa ninafanya kazi nyingi, lakini moja kubwa ninayoifanya ni kuwa daraja la vijana wengi kuweza kwenda ughaibuni, kwa maana ya kwenda nchi za Ulaya ama nchi za Asia ama nchi za Amerika. Niko pale na tuna ofisi yetu pale mjini Morogoro. Kwa hiyo hiyo ndio kazi kubwa ambayo ninaifanya, na pale mimi ni general manager. Ninamshukuru Mungu kwa sababu katika maono huwa anatimiza vitu. Amen. Katika maono Mungu anafanya kazi na vijana katika maono. Na kwa sababu hiyo Mzumbe pia ni eneo letu muhimu ambalo kwa sasa tunatamani kuona ikimpendeza Mungu wanakasifeta wengi zaidi waone wakipata fursa za kwenda nje ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Pale tunapeleka watu nje ya nchi kwa
kwa madhumuni matatu. Moja ni kusoma kama mtu anataka kupata scholarship, lakini mbili ni kwenda kufanya kazi ile ambayo unaisomea kabisa, skilled work, lakini tatu mtu anaenda kufanya internship program ama wanaita mafunzo ya tarajiani. Kama vile ambavyo huwa mnaenda field, basi kule inakuwa ni field ya namna hiyo, lakini inakuwa ni kama on job training. Kwa hiyo ilikuwa ni maono ya muda mrefu, lakini Mungu ameadhirisha kwa wakati huu. As we speak, tuna zaidi ya vijana 100 ambao wamekwenda nje. Almost kila wiki wanasafiri watu. Kila wiki tuna escort watu kwenda airport. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo. Na leo Mzumbe nilimpigia chair siku moja, nikamwambia, sijui kama aliwaambia, lakini wanakuwa wanahitajika watu wa kada mbalimbali. Sasa hapa niliambiwa kuna ile course inaitwa chain supply, I don't know, procurement na nini? Supply, chain supply, procurement and chain supply. Ndio inaitwa hivyo. Naam. Hamna mtu anayesoma hiyo course. Mama simama hapo useme kwa sauti, naitwaje hiyo course? Okay, procurement and supply chain management. Ukitafsiri kwa Kiswahili maana sisi sura. Nini? Ununuzi na ugavi. Kumbe ni rahisi namna hiyo, ununuzi na ugavi. Okay. Nadhani sasa ununuzi na ugavi tunatafuta. Ununuzi na ugavi tunatafuta. Nisitumie muda mrefu, lakini nilikuwa najaribu kuintroduce ili upate kuelewa unayeongea naye hapa ni nani na anafanya nini. Amen. Ya, nikitoka hapa nitaziacha kwa viongozi. Kuna baadhi ya flyers nimekuja nazo, alafu viongozi watawagawieni ili msome requirements za kwenda nje ni zipi. Sawa Alafu yule mtu anasikia ndani yake kwamba ina maono ya kwenda nje, basi anaweza akaanzia hapo. Tunaelewana vizuri? Mungu kwa mbinguni awabariki sana. Sasa tuingie kwenye kujifunza somo letu la siku hii ya leo. Na mshukuru sana Mungu kwamba wakati naendelea kuwaza ni kitu gani ambacho tunaweza tukajifunza, basi nilipata somo hili ambalo nadhani linaweza likawa ni msingi kwa kila mmoja aliyepo hapa, bila kujali wewe ni kaka au ni dada. Na nafikiri kwa umri wetu huu tunapopata kuyafahamu mambo kama haya, tunaweza tukafanya vizuri zaidi huko tunakoelekea. Kama unaandika, andika maisha ya rohoni mwilini. Sasa Mungu akikusaidia na ukamaliza chuo, halafu ukaenda huko duniani na Mungu akakupa pesa, usisahau kasfeta. Hivi vyombo tuje tuvibadilishe, tupate system nzuri ambayo haina mwangu. Ili tunaposema hapa tunasema vizuri, na tukienda kwenye outreach kule tuna vyombo fulani hivi. Amen. Tuna stage fulani hivi. Sio? Amen. Unajua tumefika mahali vijana lazima tuhubiri injili ambayo ni very standard. Yaani wale wanaotutazama wamtamani Yesu. Amen. Unajua kuna ile unahubiri injili hapo mtu anakuonea huruma. Sikia yule amekula leo. Umesikia? Natamani hizo injili tuziache. Kwa hiyo sasa ili tuziache, manake tukiwa pamoja tunaweza kufanya kitu kikubwa. Sawa Siku moja walikuja watu pale sana kwetu pale, wana stage nzuri sana. Ni mchungaji mmoja yuko Zanzibar. Sasa akaja pale, nikasikia ndani yangu, hebu nenda ukamuulize yule sound engineer, hii system yote ni shilingi ngapi? Nikaenda pale akaniambia milioni 140. 140 kweli? 140 tu mtumishi wa Bwana. Hivi 140 ni nini kwa watu wengi kama hao? Milioni 140 ni nini kwa watu kama hao? Si ni watu 140 tu tunaipata 140. Jamani, hivi haya mambo si yanawezekana? Yaani watu 140
Au ni ngumu jamani? Milioni watu 140 tayari. Stage nzuri. Speaker zinaning'inia. Sinawezekana watumishi wa Bwana? Amen. Ninakuomba sana, ukitoka hapa ukaenda nje, Mungu atakubariki, usisahau gospel. Amen. Sasa tunajifunza somo moja linaloitwa maisha ya rohoni mwilini. Maisha ya rohoni mwilini. Kwenye hili somo natamani ufahamu mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo natamani ulifahamu, natamani ufahamu kwamba ni maeneo gani unatakiwa kuwekeza muda zaidi ili kupata matokeo unayoyatarajia. Yaani baada ya hili somo leo na kesho, uwe umefahamu ni maeneo gani unatakiwa kuwekeza muda zaidi ili upate matokeo unayoyatarajia. Namba 2. Baada ya hili somo utambue kuitumia nafasi yako kiroho. Utambue kuitumia nafasi yako kiroho. Namba 3 ya mwisho, kuyaelewa mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Kuyaelewa mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Somo linaitwa maisha ya rohoni mwilini. Tumemaliza kuandika hii. Nimesema namba 1 ni kutambua na kuitumia nafasi yako kiroho. Hiyo ni namba 2 nilisema. Namba 1 ni kuyafahamu au kufahamu eneo gani uwekeze muda zaidi ili kupata matokeo unayotarajia. Kupata matokeo unayotarajia. Namba 2, kutambua na kuitumia nafasi yako kiroho. Mwisho, kuyaelewa mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Somo linaitwa maisha ya rohoni mwilini. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Maandiko yanasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke anaumba. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Tumesoma Mwanzo 1:27 na sasa tunasoma Yohana 4:24. Maandiko yanasema Mungu ni roho, nao waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maisha ya rohoni tukiwa duniani ndio tafsiri ya mwilini. Maisha ya rohoni mwilini. Maana tunajikumbusha kwamba sisi kweli tuko duniani, lakini ni watu wa roho. Kwa nini? Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu ni nani? Yohana ametujibu ni roho. Mungu ni roho. Kwa kama alituumba sisi kwa mfano wake, alituumba tukiwa ni roho. Tuko sawa? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 5 na mstari wa 2, wasoma maandiko wafahamu. Ni miongoni mwa maandiko ambayo yanachanganya wasomaji. Andiko linasema hivi: Mungu akamuumba mtu mume na mtu mke, akawaita jina lao Adam. Umesikia? Mungu alimuumba mtu mke na mtu mume, halafu akawaita jina lao Adam. Kwa hapakuwa na Eva. Sawa? Kwa nini aliwaumba hivyo? Kwa sababu aliwaumba roho. Kwa Mungu alichokiumba kilikuwa ni roho.
ili kimfanane yeye. Sasa tunajikumbusha kwamba pamoja na kwamba tuko Mzumbe, pamoja na kwamba tuko duniani, ila sisi ni wa rohoni. Maisha yetu tunatakiwa kuyatafsiri kutokea rohoni. Si kama unaelewa point kwamba pamoja na kwamba unasoma na kuna wakati unapata supplementary ni ya mwilini, usisahau kwamba wewe ni wa rohoni. Pamoja na kwamba kuna wakati tunakuwa na maisha magumu na ya dhiki hapa duniani kwa sababu ni mwilini, usisahau kwamba wewe ni wa rohoni. Na kwa sababu hiyo haupasi kufahamika. Bwana Yesu asifiwe. Kama tutalielewa hili somo katika umri wetu huko tunakoelekea, tutafanya vizuri sana. Maisha yetu yatapata breakthrough nyingi. Kwa nini? Kwa sababu tumeelewa sisi sio wa mwilini ila ni wa roho. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kujitafsiri wewe, usinitizame mimi. Ukitaka kujitafsiri wewe hasa, usiangalie nyumbani kwenu. Hapana, ile ilitumika kuwa ni njia ya wewe kuja duniani. Ila tafsiri yako wewe halisi, umtazame Mungu. Kwenye kumsoma kwenye maandiko, zile sifa alizonazo Mungu, ndio wewe. Jamani, Yesu asifiwe. Ndio wewe mtumishi wa Bwana. Na kwa sababu hiyo anasema katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2, anasema kumbe hivi ndivyo ilivyo kwamba sisi tuliitwa ni watoto wa Mungu. Haishi tu kusema hivyo, anasema ndivyo ilivyo kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Kwa ili tujitafsiri vizuri, tumtizame baba yetu. Alivyo yeye, ndivyo sisi tulivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya rohoni, mwilini. Natamani tuende vizuri ili yale mambo yangu matatu ya lengo la somo ya capture vizuri. Kwamba uelewe ni mahali gani unatakiwa kuwekeza muda, ni mambo gani, ni vitu gani unatakiwa kuwekeza muda zaidi ili upokee au upate matokeo chanya kwenye maisha yako. Mambo gani? Sisi kama vijana tumekuwa na mambo mengi ambayo tunawekeza muda mkubwa sana, lakini hayatupeleki popote. Kwa nini? Tutabaki kuwa kama fulani tu, average people. And we don't want to be average people. Tunataka kuwa watu ambao tutakuwa na msaada kwenye kanisa na kwenye jamii. Sasa ili tufikie hiyo level, ni lazima tujitizame kwenye jicho la Baba anavyotutizama. Tujitizame kwenye jicho la Mungu anavyokuona wewe. Sio wewe au watu wengine wanavyokuona. Usijitafsiri wewe unavyojiona au watu wanavyokusema. Ujitafsiri kutokea kwenye jicho la Mungu anakuona wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay, tusogee mbele kidogo. Kwenye kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 16, Biblia inasema basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa roho. Kwa nini hamwezi kutimiza tamaa za mwili? Kwa nini anasema enendeni kwa roho? Kwa sababu sisi tumekuwa designed kuwa ni watu wa rohoni. Kwa namna yoyote hatuwezi tukaenda katika mwili na tukafanikiwa. Hatuwezi tukaenda katika mwili na tukaona matokeo makubwa. Lazima twende katika roho. Kama tunataka kupata matokeo fulani, Biblia inasema hapa twende katika roho. Enendeni. Kwa lugha nyingine
ishini katika roho. Kwa lugha nyingine, tembeeni katika roho. Kwa maneno mengine, dumuni katika roho. Jamani, Yesu asifiwe. Amen. Namaanisha nini? Namaanisha kwamba mambo yote ambayo sisi tunayafanya, tunatakiwa tuyafanye tukiwa roho. Mmenipata vizuri? Tunatakiwa tuyafanye tukiwa tunampendeza Mungu. Maana kuwa rohoni ni kumpendeza Mungu. Hapa Biblia imesema kwa nini tunapaswa kuenenda katika roho. Hatuwezi kutimiza tamaa za mwili. Mwili unakwambia ukifunga maombi utapata hasara. Mwili unakwambia ninataka upasuke. Mwili unakwambia nataka univalishe suti. Mwili unatamani ungepata kagari na kuendesha. Mwili unatamani. Mwili unatamani ungesafiri kwenda mahali fulani. Mwili unatamani hata siku moja tu kupata hela ukaenda tu ukalala hoteli za $500 labda. Mwili. Lakini Biblia inatukumbusha kwamba mwili una vita na roho. Ili tuyafanye mambo yetu vizuri, ni lazima tuenende katika roho. Kwa nini tunasisitizwa kwenda katika roho? Ili tutakapotaka kusema na baba yetu atusikie. Nje na kuwa rohoni, manake baba yetu hawezi kutusikia. Kwa nini? Yeye hayuko mwilini, yeye ni roho. Ili uwe na communication na yeye, ni lazima wewe uwe katika roho. Jamani, tunaelewana vizuri? Ili Mungu akuelewe unachokisema, ni lazima uwe rohoni. Kwa nini? Kwa sababu ili frequency ziendane, ni lazima utembee katika roho ambapo yeye yupo. Nje na hapo maombi yatakuwa magumu sana. Tutajifariji, mtumishi wa Mungu unaendeleaje? Niko vizuri kabisa mtumishi wa Bwana. Lakini hiyo vizuri tunaitafsiri vipi watumishi wa Mungu? Utafahamu haya ukimaliza chuo. Kuna vijana wengi wanamaliza chuo, wanatamani kuendelea kumtumikia Mungu. Sisi pale SUA hatuna kasfeta, ndipo imeanza sasa hivi. Ila sio pia Tayomi. Muona kanisa linavyovurugika Kwa sasa tukiwa UPSF, bila shaka mnaifahamu UPSF, si ndio? Au kuisikia. UPSF ni kama kasfeta Tayomi. Ila tofauti zetu UPSF na kasfeta Tayomi ni kwamba UPSF ni autonomous. Autonomous maana yake ni kwamba haimilikiwi na wachungaji, haimilikiwi na kanisa lolote, ila inafanya kazi na wachungaji wa Kipentekoste. Umenisikia vizuri? Kwa UPSF haiko chini ya wachungaji. Sisi kasfeta Tayomi tunakuwa tunalelewa na wachungaji, si ndio? Pamoja na uongozi wetu, lakini tunakuwa tunalelewa na wachungaji. Kwa nadhani hiyo ndio tofauti yetu kasfeta Tayomi na UPSF. Lakini mengine yote yaliyobaki, we are the same. Okay? Sasa sisi pale tuna kampeni moja kwamba watu wanapomaliza chuo warudi. Tunapokuwa na outreach mission, twende kuhubiri pamoja. Amen. Hapa pia kuna outreach mission. Zipo Sasa unajikuta kwamba kuna watumishi wanasikia moto wa injili ndani. Lakini sasa yuko Shinyanga, sio Shinyanga mjini, Shinyanga ndani. Halafu injili iko Mbeya. Nauli ya kutoka Shinyanga mpaka Mbeya kwenda na kurudi hauna $150,000, hauwezi kwenda. Mchango labda wao tuichimishe labda ni $60,000 au $50,000. Kwa mtumishi wa Bwana anahitajika awe kama na $200,000 na point. Lakini sasa hana hela, ila ndani anasikia moto wa injili. Tunafanyaje? Inakuwa haiwezekani, si ndio? Sasa maana yake ni kwamba pointi yangu ya msingi hapa, sisi tukiwa rohoni na tukaanza kuongea na baba yetu aliyeko rohoni hapa sasa hivi, kumwelezea kiu zetu ambazo zinaendana na kusudi lake,
atasikia maombi yetu. Atasikia maombi yetu. Kwa nini? Kwa sababu yuko Roho. Sijui kama tuko hapa au tumeshaenda rohoni. Bwana Yesu si watumishi. Maana ninaona kama mambo yanakuwa magumu hivi. Tuko hapa watumishi au tuko rohoni? Tuko hapa au tuko rohoni? Bwana Yesu asifiwe sana. Hali yako ya kiroho ndiyo inaamua hali yako ya kimwili. Nimesema hivi, hali yako ya kiroho ndiyo inaamua wewe ulivyo. Inaamua hali yako ya kimwili. Ndani yako kunaamua nje paweni. If you are giant inside, nje tutauona giant wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Umewahi kuona watu ambao mke na mume hawana ualbino kwa nje, ila wakazaa mtoto albino? Umewahi kuona? Si ndio? Umewahi kuona baba na mama ni wafupi ila wakazaa njemba ndefu kwelikweli? Umewahi kuona? Manake ndani yao wao bila kujua walikuwa na ualbino au walikuwa ni majiant ndani. Sasa baada ya kukutana hicho kilichoko ndani kikazaa, ili sisi huku tuone hivi kumbe huyu mtu ndani ni mrefu, hivi kumbe huyu mtu ndani alikuwa na ualbino. Tumeelewana vizuri? Sasa ndani yako wewe ulivyo ndivyo nje kwako matokeo yatakavyokuwa. Kitabu kile cha Waebrania. Kitabu kile cha Yohana 3. Sura ya kwanza mstari wa 2. Biblia inasema hivi. Sura ya kwanza mstari wa 2. Mpenzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Ufanikiwe kwenye mambo mangapi? Alafu anasema na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ninaomba tuelewane hapa. Amemwambia hivi, mpenzi, ninaomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Swali langu, ni kipi kinatakiwa kianze kufanikiwa? Mambo yote au roho yangu? Watumishi wa Bwana, tuko pamoja? This is very crucial. Kama kweli tunataka matokeo chanya, basi hii ni muhimu sana. Kipi kinatakiwa kianze kufanikiwa? Mambo yote au roho yangu? Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama rohoni kwako hapafanikiwi, mambo yote hayawezi yakafanikiwa. Jamani, tuko sawa sawa? Kama rohoni hauinvest, tafsiri yake huku nje huwezi kuinvest. Kila unachokifanya kitaharibika, kitapigwa na mharibu, kitaharibika. Kwa tukianza kufanikiwa rohoni, sasa hapo ndio utakuwa define natakiwa niwekeze muda wangu wapi? Kwenye mambo yote au rohoni kwanza pafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 6 na 7. Biblia inasema hivi, basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili, kwa lugha nyingine tuwapo hapa duniani, tuwapo hapa katika mwili, tunakaa mbali na Bwana. Kumbe tunapokuwepo
kwenye mwili huwa tunakaa mbali na Bwana. Jamani, Mungu atusaidie. Kumbe tunapokaa katika mwili tunakuwa mbali na Bwana. Kwa nini? Hakutuumba tuwe mwilini, alituumba tuwe katika roho, tuishi katika roho, ili tunaposema mara moja Mungu anasikia. Jamani, Yesu asifiwe. This goes along with, si kila maombi tunapoyaomba tunapaswa kutamka kwa nguvu kubwa, sio kila maombi. Kwa nini? Tukiwa rohoni, you will feel that my Father is listening my prayer. Kama ukiwa rohoni mtumishi, you will feel the presence of God. Hapo mahali naomba, you will. Na sasa, kwa sababu tunakuwa mbali na Bwana, inabidi tuwe na gia kubwa ya kuingia ili Mungu atusikie. Si ndio mtumishi? Itabidi tufanye kila style. Itabidi tufanye kila style ili kwamba tumkaribie Mungu. Lakini kumbe all the time tunapaswa tuwe rohoni. Umeshawahi kuwasikia wale watumishi wanasema kwamba hebu imba kidogo kwanza wimbo wa kuabudu ili tumkaribishe Bwana? No, God is never far from you. Yuko karibu. Na tusizani nyimbo za kuabudu zinamkaribisha Bwana, kwa sababu waimbaji wengine wanaimba kwa hisia. Na kwa sababu wanaimba kwa hisia, wanaimba kama wanataka kulia. Na kwa sababu wewe naye ni binadamu, emotionally unaambukizwa. Kwa tukiambukizana hapa ndani tunaona Bwana yupo, ile kwa kweli ni mwili, emotion. Ni emotion, sio Bwana. Usifikiri tunapoimba wimbo wa kuabudu alafu tunapaswa sasa kuimba na sauti ya kutaka kulia ili kwamba Mungu atukaribie. Hapana. I think we have to separate emotion na kuwa roho. Sasa kuwa roho ni maana yake kile unakiimba unakimaanisha. Basi. Umeelewa mtumishi? Kwa hiyo sio kulia. Waimbaji mnasikia? It's not about cry. Ni kile unakiimba unakimaanisha. Na kuambia hivi, kama unakimaanisha automatic utalia. Na wewe ukitaka kujipima, you are a true worshiper. Ukija mbele usiwaambie watu nyosha mikono. Watumishi wa Bwana tunaenda kumwabudu Mungu sasa, naomba watu nyosha mikono. Leave that. Endelea tu na shughuli yako hapa. Watanyosha mikono wao wenyewe bila kuambiwa. Trust. Nasema hivi, ukitembea na wingu la Mungu, you don't need to force people. Tunyosheni mikono. Wingu la Mungu litawafanya wao wanyoshe mikono. Wingu la Mungu litawafanya wapige magoti. Wingu la Mungu litawaliza. Na Mungu atakutana na haja zao. But you know what? Tunapofanya kwa emotion, wote hapa tunalia sasa kwa sababu tumeambukizana. Tukitoka hapa hakuna mtu alikuwa na magonjwa amepona. That's the sign kwamba Mungu hakuwa na sisi. You know, Mungu anapokuwepo magonjwa yanaweza yakawepo. Trust me. Kama Mungu alikuwepo wakati tunaendelea na worship yetu, kama kulikuwa na watu walikuwa na misiba kwenye mioyo yao, wanatoka hapa fellowship wamegangwa mioyo yao, wakienda nje they feel wamekuwa empowered. Hata kama alikuwa anaona nimesabu masomo mengi, naona ni kama nitarudi nyumbani, akitoka hapa ana nguvu kuliko aliyokuwa amekuja nayo hapa. Anasema nitafaulu kabisa, na naona anafaulu. Then you understand God's presence was there. Jamani, tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Hebu tujitahidi, na wewe jitahidi, na mimi najitahidi. Tudumu kuwa roho. Let's be in spirit. Tumechagua jamani kuja hapa, si ndio? Hebu tumaanisheni tunachokifanya. When we mean, tunapomaanisha tunachotaka kufanya hapa ndani,
mtumishi wa Bwana, utakuwa unatamani kuja fellowship. Makatibu hawatapembeleza watu kuja fellowship. Wewe utakuwa unaona mbona muda unakawia wa kwenda fellowship? Kwa nini? Unataka kuumimina moyo wako kwa Bwana. Sasa ndio haya maneno anayoyasema kwamba tukiwa mwilini tunakuwa mbali na Mungu. Hebu tazama mstari unaofuata. Ajabu sana. Ajabu sana. Anasema kwamba Galatia wa pili, wa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Anasema kwamba maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Maana twaenenda kwa imani si kwa kuona. Pointi muhimu sana hii kwenye maisha yetu. Tunaenenda kwa imani si kwa kuona. Kwa tafsiri nyingine, kama kuna vitu ninavitamani na ninavitaka Mungu avifanye, natakiwa nivitolee rohoni, natakiwa niviumbe rohoni, si kwa kuviona. Natakiwa nivitamke rohoni ndani, niviumbe, halafu nije nivione baadaye mwilini. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni wa roho. Kila kitu ambacho tunakiona hapa, even this speaker, kwanza ukitizama hii, kusema kweli kabisa, nikikuuliza speaker iko wapi, utaniambia huu mzinga huu, huu mzinga ni speaker, sio? Sio speaker iko hapo ndani. Ndani kabisa, tukipomoa hii tunakutana na speaker, si ndio watumishi? Before the existence of this speaker, ilikuwa ndani ya mtu, si ndio? Kwa nini mtumishi wa Bwana? This is true. Kwamba utasoma vitabu vingi kadri unavyoweza, venye mbinu mbalimbali ya kujua kusudi la Mungu, lakini you will never understand on the spot hili ndio kusudi la Mungu kwenye maisha. Kama kuna mtu huwa anaombea kusudi la Mungu hapa, anaelewa ninachosema. Nasema hivi, kama una maono yako ndani na unamuomba Mungu, hayui clear mpaka umeanza kuyafanya na kuyafanya na kuyafanya, ndipo unaendelea kuona ile clarity inaongezeka. Kama kuna watu hapa wanaomba Mungu wajue kusudi la maisha yao, the more you pursue serving the Lord, ndivyo atakuwa anakuonesha na kukuonyesha namna ambavyo wewe umeitwa duniani kuwa, kile ambacho Mungu amekuitia duniani kufanya. The more you pursue it, kadri unapokuwa ukifanya na kukifanya, ndipo clarity inapotokea. Ndio hilo neno nasema, sisi hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa form 5 2014, mchungaji akaita mbele vijana akasema, kama unataka kwenda abroad, alitumia hilo neno abroad, njoo hapa mbele nikuombee. And then nilienda mbele na wenzangu. Nilipofika pale mbele, nikiwa namaanisha sana yani huo wito, niliona ni kama nimeitwa mimi. Katikati ya wengi nilikuwa najiona mimi ndio nimeitwa ule wito. Sikuangalia ni wangapi wataenda, mimi nilienda tu. Mchungaji akasema, taja nchi ambayo unataka uende kwa mara ya kwanza. Yani kwamba ile nchi ambayo sasa unataka uende. And then sema, nataka kwenda Israel. Mungu nisaidie. Nikamaliza mambo. Baada ya hapo nikaanza kufuatilia ili niende Israel. Ni nini kinahitajika? Tunaelewana vizuri watumishi wa Bwana. Halafu nakuja kugundua mwishoni kabisa, sio kwamba nilikaa tu mahali sasa nasubiri kwenda Israeli kama kunyakuliwa. Kuna mambo
ambayo nilikuwa nafundishwa niyafanye ili niweze kufanya nini? Kwenda. Jamani, tunayaona vizuri. Lakini pointi yangu ni moja. Tunayatoa haya mambo kutokea kwenye from nowhere. Hauangalii familia yako wakoje, wamewahi kwenda, haujiangalii wewe, kwa sababu ningejiangalia mimi nikiambiwa tu nauli ya kwenda ningeanguka tu chini. Sina hiyo hela. 2.4 milioni napata wapi? Hiyo ni nauli. Uende halafu rudi, manake 4.8, sio? Hizo ni hela za nauli. Ukitizama background inashindikana. Kwa unasema I trust the Lord. Kuna kumwamini Mungu. Hiyo ni moja. Wote tunaweza tukamwamini Mungu. Wote. Hata mpagani anaweza kumwamini Mungu. Lakini nenda ukaulize, ni watu wangapi wanamtumaini Mungu? Wanamtumaini Mungu. Ulize. Alamu yangu imefika saa 1:10. So we have 5 minutes. Wangapi wanamtumaini Mungu? Wanaweza wakavizaa. Zile mimba ziko ndani yao. Ni vijana wangapi ambao wanamtumaini Mungu kwamba zile mimba ambazo ziko ndani wanaweza wakazizaa, wasije wakafa na hizo mimba ndani? Ni vijana wangapi ambao wana vitu ndani, ila ukitizama nje hawana mazingira ya kuvizaa kwa sasa? Ni vijana wangapi? Ni kitu gani ndani yako wewe uliyeko hapa kinakufanya kabisa ukose amani unaposhindwa kukifanya, au unapokifikiria utaka kukifanya? Unawaza, lau mimi mwa fulani ningepata mtu akanishika mkono nikafanya hiki kitu. Hivyo ndio vitu ambavyo sasa tunavisema hapa hatuvioni, ila kwa sababu sisi ni warohoni tunatakiwa tuvizae hivyo vitu rohoni, halafu vije vitokee, watu waone tu vimetokea. Ule wimbo wa Dr. Ipiana kwamba nimelia sana kule peke yangu machozi, lakini Mungu amekuja kujibu hadharani. Sisi watu wengi sana huwa tunataka tukiwa mbele za watu uspend a lot of time. Ukimsimamisha mtu kuomba hapa, he can pray na ukasema jamani, kuna watu wanajua kuomba. Lakini how much time do we invest peke yako na Mungu kuomba hayo maombi marefu hapa? Ukiambiwa mtumishi airishe ibada, usitupeleke sana. Sema tu 2 matatu tunamaliza. Hayo marefu uende na Mungu wako kule kaseme naye. I don't know if you are getting the point. Nachomaanisha ni kwamba a lot of people, sisi wa Pentecost ni wanafiki sana. Ili tukiwa hapa tunanena kwa lugha, ila ukiwa chumbani kwako peke yako, Mungu anakushuhudia hapa, huwa unanena kwa lugha mtumishi. Ila ukiwa hapa you speak in tongue. Sasa unajiuliza, hapa kuna uwepo wa Bwana, ila ukiwa peke yako hamnaga uwepo? Mimi nakwambia kijana mwenzangu, invest more time ukiwa peke yako na Mungu. Peke yako. Sisemi maombi ya fellowship. Wewe peke yako na Mungu. Get to know God personally. Kwa sababu Mungu anaposema na mimi tofauti na anaposema na kundi. Mungu anapokuja kusema na kasfeta yote tofauti na atakapospot wewe kusema. So you need to get time to speak with him. Na unapomwendea, mwendee kama baba. Mwendee kama baba aliyekuumba kwa mfano wake. Halafu akasema, wewe ni mwanangu. Na ndivyo ulivyo. Speak with him ukiwa kwenye nafasi ya mtoto na yeye ni baba. Sasa hapo ndipo utakapoelewa there is no need of shouting when we come into prayer. Tutawashautia mapepo, lakini tunapokuja kwenye maombi ya kawaida, we don't need to shout. Why? We need to speak with Father
asikie na yeye anakusemesha. Jamani, Yesu asifiwe. Amen. Tunapowaombea watu kuokoka, we don't need mic. Sasa unaombea watu kuokoka hapo unatumia mic. Mimi pale mtu mmoja bahati mbaya ambao wamefika kwangu hayupo hapa hata moja, lakini kuna watu wanakuja wanafahamu tuko karibu na kanisa. Sasa unasikia watumishi wa Bwana wameshika mic, hapo wanaombea majirani wao waokoke. Unajua wanachokisema? Mtumishi wa Bwana, watu hawatakuja kanisani kwa kumwambia ni walevi, Mungu afungue walevi, wana mapepo waondolee mapepo, wache kwako Bwana. People that will not come. Unajua kumhubiri jirani ni ngumu sana. Ni sawa na kumhubiri mtoto wako. Wenye watoto wanafahamu. Au sasa niseme ni sawa na kumhubiri mtoto mwenzio mliozaliwa pamoja. Ni ngumu sana. Hao watu unajua wanaokolewa na nini? It's very simple. Your lifestyle is what brings them to Jesus. Wanapoona tu maisha yako, hayo yatawavuta wao kuja kwa Kristo Yesu. Basi